Bana, kwa sasa hivi huenda jina lake likawa kwenye midomo ya watu wengi, sio kwa bahati mbaya, wala sio kwamba anapendelewa, wala sio kwamba ni mchezaji ambaye hana uwezo huo kwa jinsi watu wanavyomuongelea. Hapana, ni mchezaji ambaye anastahili kila sifa, anastahili kila namna watu wanamuongelea, anastahili kabisa. Maana yake ni kwamba akiwa na umri wa miaka 18 tu anafanya vitu ambavyo watu wengi wanavifanya kwenye piki yao ama kwenye ubora wao kabisa, kwenye ile maximum ya kiwango chao kabisa. Lakini yeye Yamal sasa hivi ukimwangalia ndo kwanza ana miaka 18. Na ukizungumzia swala la mchezaji kucheza mpira sana, wengi wanagusa mpaka age ya miaka 30 plus. Kwa hiyo tuseme mpaka afike miaka 30 ana kama zaidi ya miaka kama 12 hivi. Fikiria kipindi cha miaka 12 chote hicho au anacheza tu kwenye ubora huu. Kwa hiyo ni kwamba ni mchezaji ambaye atakuwa anafunga sana, atakuwa anatengeneza magoli zaidi. Na ubaya wake ama uzuri wake zaidi ni mchezaji ambaye anapokea sana criticism. Yaani watu wanamkosoa sana, lakini ameamua tu kufunga masikio. Yaani yeye kabezi anafunga, anawakera wapinzani, na ndio kilichobaki tofauti na Vini. Vini anapenda sana kukera, anafunga sana, lakini sio mchezaji ambaye atafumbia macho chochote. Yeye chochote kitatokea kwake, yeye atakiongelea. Ni mchezaji ambaye hapendi kukubali jambo limpite. Lakini Yamal ni tofauti kabisa. Yeye jambo lolote wakati akimbagua, uwezo kumkuta analiongelea au analalamika au anafanya nini. Yaani tunaweza kusema hizi sifa zote ama heshima zote tunazirudisha kwenye waliomlea kwenye akademi ya La Masia. La Masia amefanya kitu kikubwa sana kwenye kulea hiki kipaji cha Yamal. Hasa wachezaji wengi pia wanaotokea pale ni wachezaji ambao wanatoka wakiwa ni wachezaji ambao kama watu wazima. Mchezaji anapandishwa kwenye timu akiwa na miaka 15, akiwa na miaka 16, 17, 18, lakini ukiona anavyobehave ni kama mchezaji mwenye miaka labda 25, ni mchezaji ambaye tayari ana muda mrefu sana kwenye soka. Lakini yeye Yamal anavyobehave kama mchezaji ambaye ana umri mkubwa sana. Hata ukimwangalia Pau Kubarsi, ukimwangalia Alejandro Balde, yaani wachezaji ambao wamezalishwa na mpaka kesho nahisi ile academy ya La Masia lazidi kuwa bora. Sasa Yamal bana anazidi kutajwa bora, ni kwamba ni kweli ubora wake anaonyesha. Maana alivyopandishwa msimu uliopita alikuwa na msimu mzuri sana. Kizuri zaidi anapokuwa na msimu bora akasifiwa zaidi, akaonekana kama ni mchezaji bora zaidi kijana ulimwenguni, na kweli hilo lilithibitika kwamba yeye ndo atakuwa mchezaji bora na anazidi kuonyesha ubora wake. Msimu anazidi tuseme kama anaendelea alipoishia. Msimu ndo anazidi kuwa na namba nzuri zaidi. Msimu uliopita alifunga magoli 7 kama sio 9 kwenye ligi pekee, lakini msimu huu tena ashafunga magoli 12, magoli 13, ambazo ni namba nzuri sana kwa mchezaji, hasa akicheza kama winga, sio kwamba ni striker. Yeye mara chache sana anapiga penalti, lakini ni mchezaji ambaye hizi namba anazipiga akiwa anacheza pembeni. Anapiga vyenga wapinzani, anawakera, anatengeneza nafasi, na ni mchezaji nahisi anaongoza sana kutengeneza nafasi kwenye ligi ile. Anatengeneza sana nafasi, piga vyenga, anapiga cross, anatengenezea wenzake nafasi. Amebakiza assist moja pekee awe kwenye ligi awe amefunga magoli 10 plus na assist 10 plus, awe ametengeneza double figure 2 kwenye goli na assist. Na ni mchezaji ambaye mpaka sasa yupo kwenye kinyang'anyiro au tuseme tayari kwenye ile tuzo ya mchezaji bora kijana, Copa Trophy tayari ni ya kwake. Maana ukisema Golden Boy wanatoaga mara moja tu kwa mchezaji. Maana Golden Boy wa mwaka jana alikuwa ni Desire Due, yeye alichukua mwaka juzi. Kwa mwaka jana amechukua Copa Trophy ya kwanza, mwaka huu naamini anachukua tena ya pili mpaka atakapofikisha miaka 21 ndo atakapoishia. Naamini anaweza akawa ni mchezaji ambaye ataweka rekodi kwa kuchukua Copa Trophy nyingi zaidi. Maana Copa Trophy alichukua mara nyingi zaidi nafikiri ni Gavi kama sikosei. Gavi alichukua mara 2 kama sio mara moja. Kwa hiyo akichukua tena atakuwa ameweka rekodi ya kuchukua Copa Trophy nyingi zaidi. Ubaya zaidi ni kwamba jana amefanikiwa weekend hii. Kingine zaidi kizuri ni kwamba weekend hii amefanikiwa kufunga trick yake ya kwanza kwenye maisha yake ya soka. Hichi ndio kinachoonyesha zaidi kwamba mchezaji huyu ni kwamba anaweza kuwa ndo sura mpya ya Barcelona ama ndo sura mpya ya soka la Hispania. Kufunga hat-trick yake kwanza sio kwamba ni jambo jepesi sana, maana kuna wachezaji ambao mpaka sasa hivi bado hawajafanikiwa kufunga hat-trick yao kwanza. Na sio kwamba kufunga tu, yani unafunga kweli na kwamba mchezo kweli unauamua. Na sio kwamba unauamua kwa kutokana kwamba labda
magoli aliyofunga ni mepesi. Hapana, unakuta anafunga magoli ni magumu kweli kweli. Kwa hiyo kwa msimu huu au kwa sasa hivi Lamine Yamal ndo mchezaji bora zaidi kijana kwa sasa hivi. Yaani hilo halina ubishi. Labda mtu akiwa anabisha anakuwa na ule ubishi wa kitimu zaidi kama ni timu pinzani na Yamal, lakini ukiwa kwenye fakti na ukiwa unaangalia kwenye mpira, huyu bwana mdogo sasa hivi anatisha kuliko chochote. Huyu ukikutana naye sasa hivi ni kwamba yeye na alivyo mzuri zaidi, anazidi kuboresha physicality yake, ubora wa nguvu, mwili wake unazidi kuwa imara zaidi akiwa anafanya sana mazoezi ya nguvu, na mpaka atakapofika miaka 20 naamini atakuwa amekuwa mgumu zaidi, kwamba hata kupigwa zile pushi, yani 1 versus 1 anakuwa mgumu, hata kukaba na kaba vizuri, japokuwa maisha yana siri nyingi sana, lakini kila mtu, mimi sijawahi kumuombea mtu mabaya, lakini kila siku mimi naombea wengine wafanye vizuri, na bwana mdogo natamani azidi kuwa mzuri zaidi na zaidi na zaidi. Maana tunatamani tuendelee kumuona zaidi na zaidi na zaidi. Maana atakapoisha kizazi cha Ronaldo na Messi, kinakuja kizazi cha Haaland na Mbappe. Sio kizazi ambacho naamini kitakuwa cha muda mrefu, kutokana na kwamba wao ni watu ambao wamebase sana kwenye kufunga, lakini unatakiwa pale na kizazi ambao wanatengeneza nafasi, wanafunga, wanafanya vitu zaidi ya kimoja. Bana, Lamine Yamal ndo mchezaji bora zaidi kijana duniani kwa sasa. Ukipinga unatakiwa upinge kwa hoja. Mimi namuona ndo mchezaji bora zaidi kijana kwa sasa. Asanteni. Endeleeni kusubscribe, like channel yangu, share, comment. Shukrani. Ciao.